Nilikuwa najiuliza, ile upendo ilikuwa kitambo, ilienda wapi? Ile upendo ilikuwa si ya mtu na mwingine, si ya ndugu na mwingine, si ya dada na mwingine, si ya wazazi na watoto. Hata sisemi hiyo upendo sana kwa saa hii. Ile upendo nauliza, ni ile upendo ilikuwa katika nyumba ya Mungu, ilienda wapi? Ile upendo ilikuwa katika madhabahu ya Mungu, ilienda wapi? Sababu saa zingine kuna ile mambo unafikirianga, unasikia uchungu sana ndani ya moyo. Unasikia uchungu sana na huyu Mungu. Hello? Ukiangalia kitambo, kila mtu akona kitambo yake. Lakini kuna ile mambo unasikianga vile kulikuwa kitambo. Na wenye tumelelewa kwa kanisa, kuna zile mambo tulikuwa tunafundishwa tukiwa wadogo, mpaka tukakuwa tukijua hii na hii ni mbaya. Tukakuwa tukijua hii na hii inafaa iende hivi. Kuna zile mambo tulikuwa tunafundishwa sana. Kwanza kutoka Sunday school mnafundishwa upendo. Penda jirani yako, penda sijui nani, penda sijui nani. Share. Tulikuwa tunafundishwa mambo mingi sana. Na percentage kubwa ile mambo walifundishwa kale ka foundation either ka wokovu niseme ama kakujuana na Mungu kalitoka hiyo wakati. Ndio sasa unaenda ukikua. Kuna ile kitu especially tulikuwa tunafundishwa sana mambo ya kuheshimu madhabahu. Tulikuwa tunafundishwa sana jinsi ya kwenda mbele za Mungu kama bado yani umejitakaza kwanza kabla hujaenda. Ndio nilikuwa nauliza, ile moto ilikuwa ya madhabahu ilienda wapi? Sababu tulikuwa tunaogopa sana moto ya madhabahu. Right? Tulikuwa tunaogopa sana. Kwanza ukisikia kama mimi nimekosea ama unajua utaona mwenyewe unajishuku. Kuna ile ulikuwa unakaa hivi unajisikia pale siendi. Kwa sababu kuna ile ulilewa na yani kuna ile ulionyeshwa bila ukienda hapo kwa madhabahu jitakaze. Ukienda pale kwa madhabahu jiangalie. Alafu pale kwa madhabahu upendo mwingi, moto mwingi, roho mwingi. Ilienda wapi jamanini? Ilienda wapi? Mbona siku hizi hatuna uchungu na Mungu? Mbona siku hizi hatuna uchungu na haya madhabahu? Mbona siku hizi hatuna uchungu na things concerning God? Sitaki kukasirika. Lakini nilikuwa nauliza kitambo pale kwa madhabahu inalingana ni madhabahu gani? Mimi siongelei madhabahu yote kwa sababu sijui madhabahu yote imenuliwa kwa msingi gani. Mimi naongelea wenye wamekuwa katika ile msingi bora na madhabahu ambayo imenuliwa kwa Mungu, madhabahu ya Mungu. Madhabahu Yesu anaabudiwa mahali pale. Madhabahu Roho anaongea mahali pale. Hiyo ndio naongelea. Kwa sababu unakuta siku hizi Roho ni kama hata aongeangi. Siku hizi Roho haongei. Kwa hivyo unaweza fanya anything pale kwa madhabahu. Usimame hapo utukane watu, usimame hapo undanganye watu, usimame hapo usijui ufanye nini, usimame yani takataka zako zote unaweza simama ulete pale uwekelea hapo kwa madhabahu. Na ushtuki auaibiki. Conscience yako iko wapi? Dhamiri yako jamani ilienda wapi? Ati sababu uko na fame, ati sababu niko na kacheo, ati kwa sababu sijui mimi ni nani kwa kanisa, ati sijui sababu mimi nimesimamia nini. To hell na hizo cheo. Kumbuka mbinguni hatutaangaliwa cheo. Mbinguni hakutaangaliwa tulikuwa nani. Mbinguni hakutaangaliwa fame. Utakatifu ndio itasimama. Na usisahau msimamo wako unasimamisha wengi ama uangusha wengi. Na Biblia inasema mwenye atapoteza mmoja wa utu wangu. Atafanya nini? Atawekwa kisiagi kwa shingo.
Unajua saa zingine unajiasimisha ati kwa mimi si mchungaji, mimi si pastor, kwa hivyo sina. Uko nayo. As long as kuna mtu anakutazamia. Anasema unajua wokovu yako kuna yani ni kama kioo. Kuna yule mtu anasema, unajua fulani ameokoka. Ukiona matendo ya fulani, mimi hata natamaningi tu ya Mungu. Mimi hata natamaningi kukaa kama huyo so and so. Na kuna mwingine wewe ndio uko pale, wewe ukitusimamia pale saa zingine ukitupea neno tunasema, haleluya. Lakini matendo yako yambatani. Na unasimama pale kwa madhabahu kwanza, oi kai. Unasimama pale kwa madhabahu hata bila uoga, bila hata aibu. Unaanza kutekeri watu. Unaanza kama unacheka watu wengine. Ati kwa sababu pengine Mungu amekuinua kiwango fulani. Unaona hao wenye hawajainuliwa ni kama wako bure. Si bure. Si bure. Mungu anaangalia utakatifu. Uende kama wengine hawana majina, uende kama wengine hawana cheo, lakini kwa sababu Mungu anaangalia moyo na utakatifu. Mungu anatenda, anawatendea tu. Ndio sababu unakuta saa zingine hata wewe mwenyewe kuna mambo zingine unaenda ukikutana nazo. Mungu anakuchapa kaboko. Mungu anakuchapa tu akikurudisha, lakini usikii. Kwa sababu bila unajisikia, kwa sababu sana kama tuko na pesa kwa kanisa kuliko pengine wengine. Unaona kama si mimi, if not me, nani mwingine? Hata kwa hivyo ukifanya dhambi gani ama ukifanya makosa gani au jali, kwa sababu unaona bibi, kwa sababu mimi kama ndio nasimamia hii kanisa, sizi hawezi niambia, hakuna mtu anaweza niambia, hata hakuna mtu anafaa kuaddress my friend. Hakuna mtu hata anafaa kusimamishe, hakuna mtu anafaa kufanyia kitu. Kanisa tunabeba ni nyumba ya baba yetu. Lakini kwa nyumba ya baba yako, hata kwa sababu umeona kama umefika mahali, umeona kama umefika mahali, hujafika. Safari ni ndefu. Kwa hii madhabahu, jaribini kuheshimu madhabahu. Tujaribu kuheshimu madhabahu. Tujaribu kupenda madhabahu. Tuache kunajisi madhabahu jamani. Tuacheni kunajisi madhabahu. Sasa unakuta mimi nimesimama pale, ulikosana. Maandiko inasema ukikosana hata na ndugu yako ukienda kutoa sadaka, ufike pale ukumbuke, acha sadaka yako hapo. Uende kwanza muombane msamaha. Maandiko inatuambia vizuri sana. Lakini sasa hata si kukosana, unatukana, unapiga hata mama yako mwenyewe, hata baba yako mwenyewe, hata nani, hata wenye pengine wafanyikazi wako wenye mnakaa pamoja nao. Hakuna mtu anaweza simamisha uzuri wako hata moja. Hii asubuhi umeamkia tu mnataka kwenda, alafu mnaenda pale kwa madhabahu jamani. Hapa mdomo umeongea, umetukanana, umefanya bado unamkia kwenda kwa madhabahu. Tafadhali acheni kufanya moto wa madhabahu uishe. Acheni kufanya roho aondoke katika madhabahu. Moto unatoka kwa madhabahu. Ukikuja ndio utawale kwa kanisa yote. Sasa moto wa madhabahu kizimwa jamani. Wengine wako kwa dumu. Na kama roho aongei mahali, hiyo place iko dumu. Kwa sababu kuna ile kitu unaenda kufanya, roho anakuambia usipite hiyo barabara. Kuna kitu unaenda kusema, kwa sababu umetia roho pia kutawale, anakuambia hapana, usiseme hivyo. Kuna ile kitu, mtu ni mtu. Kuna saa zingine unasikia ni kama umefika mwisho na huyu mtu, kama ni mtu amekosea, unasikia hapana, roho anakuambia tulia. Mimi ni mpole. Hiyo upendo ya madhabahu, ile kuogopa madhabahu. Pia kuna wachungaji wamenajisi madhabahu kabisa. So hakuna feeling yote ya madhabahu. Hakuna kitu yote, hakuna connection yote inaweza kukanya usifanye kitu. Hakuna. Ile upendo wa madhabahu turudishe. Ile kujaliana, kwa tulikuwa tunajaliana. Tafadhali jiangalie. Mwingine ajiangalie, kila mtu tujiangalie. Ndio turudishe ile moto wa madhabahu. Moto wa madhabahu ulikuwa unaenda tu ukisema, hata kama uko mgonjwa, hata kama si lazima uombewe, sababu siku hizi ni lazima uwekelewe mkono, sijui lazima ufanye receive, sijui what, hata kwa
hizo stuff sana. Lakini sababu ya moto wa madhabahu, na bila mmefanyia hiyo madhabahu mwenyewe umejitakaza. Ukifika tu in the presence of the Lord. Kwa sababu kuna moto pale kwa madhabahu. Ile moto inaachilia mauponyaji, unasikia zimeshuka tu na huko. Mambo imetendeka huko na huko, huko na huko. Kwa sababu kuna moto kwa madhabahu. Acheni kuzima moto wa madhabahu. Angalieni madhabahu tafadhali. Angalieni madhabahu. Kama madhabahu yako inabundiwa Mungu wa kweli, kama madhabahu yako inabundiwa in the spirit, please respect that altar. Acheni kunajisi madhabahu. Sawa? Acheni kunajisi madhabahu. Saa zingine ni uchungu sana. Kila mtu akikuwa na uchungu na Mungu wake, utaki kufanyia Mungu kitu mbaya. Tutakosea lakini tutasamehewa. Kuna makosa ingine unafanya ukijua kabisa hii ni makosa. Kwanza hapo hivi, tafadhali tuzuie. Sawa? Tuzuie. Ndio tuzidi kuona wema wa Bwana. Bado nawapenda. Mambo ya madhabahu inafanyanga nisikie uchungu sana. Nikiona kinajisiwa. Nasikianga uchungu nikiona watu hawaheshimu madhabahu. Si ndio? Unajua kitambo kwa Biblia tulikuwa tunajua kuna wakati mwenye ameenda pale, lazima ungekuwa si mtu hivi. Umetakazika, umechaguliwa kwenda pale kwa altar kwa sababu walikuwa na heshima ya madhabahu. Lakini kwa sababu ya ile neema na Yesu akakuja akatufia, ile curtain ilikuwa inakatanisha ikapasuka. Sasa kila mtu anaweza jipeleka mbele ya madhabahu. Haimaanishi ataweza kila wakati mko mkinajisi. Tusitumie hiyo neema vibaya. Tusitumie neema vibaya. Hatukuambiwa sababu sasa tutaenda pale tuenange tukiwa wachafu. Hatukuambiwa sasa sababu sasa tumeruhusiwa kuingia pale. Tuingie tu vile tuko na takataka zetu. Hapana, acha tuache takataka hapa ndio tuingie. Yes. Nawapenda bado. Nawapenda. Lakini nina uchungu na madhabahu. Hallelujah.